Yes, kama kawa kama dawa, kumekucha, ni asubuhi, ni siku nyingine tena. Leo tunaelekea kwenye ile project yetu ambayo tulikuwa tumeanza wiki iliyopita. Kwa kama kaida, endelea kufuatana nami mpaka mwisho wa video hii. Tuone kwamba episode hii nini kitachukua kimetokea, tukuelekeze kwa sababu tulishapanda, imeshaota, tulishapiga mbolea. Tukacheki kabla haijang'olewa na kwaje, na pia tutachukua video ikishakuwa imeng'olewa. Maana yake hapo nazungumzia mbegu ambayo tayari ipo kwenye nini? Kwenye kitalu. This is a beautiful day. Ni siku nyingine nzuri tena, asubuhi kumekucha. Tazama uzuri wa nchi. Hii ni Tanzania. Ni nchi ya amani. Nchi huru ambayo haina shida. Ina maeneo mengi sana yako wazi. Unaishi upendapo, ubugudhiwi na mtu, unalima upendapo. Unafanya mambo yako upendapo, tuna milima mingi, au sio? Iliyojaa utajiri. Tunapambania mzee harakati za mtu mweusi kama kawaida. Na hisi huu mto utakuwa unaokumbuka, nilikuonyesha kwamba huu ni mfereji ambao ndio unaotumika kuvusha maji yanashuka kule chini kwenye program yetu, kwenye project kule. Kwa hiyo hapa ndo tunaelekea. Ila wadau, kama ninavyoomba msikatishe video hii. Angalia hadi mwisho, tazama hadi mwisho, utajifunza vitu. Hapa ndo tumeshafika shambani. Tunaelekea tukaona mbegu imefikia hatua gani. Usiache kucomment. Hebu tuende kwenye comment pale tukasome comment, watu mmecomment nini. Kusubscribe pia. Unajua kusubscribe jambo jema. Kwanza unapo subscribe, maana yake unakuwa wa kwanza kupata video zetu tukiwa tumeziupload. Kulike pia, kushare na washikaji, kushare na wana, kushare na wazee. Au sio? Tumeshafika shamba. Kwa hiyo tutaangalia kwamba ili mbegu leo ina siku ya 16 useni. Ina mbegu leo ina siku ya 16. Kwa hiyo tuangalie siku 16 mbegu inakwaje. Lakini pia inabidi tufanye usafi. Kama sio leo basi kesho. Lakini na hisi inabidi tufanye usafi leo. Maana yake tukisema usafi kwamba tung'olee iwe peupe. Kwa hiyo hapa nachukua video mbegu ikiwa bado haijang'olewa. Uone jinsi ilivyo. Yaani siku hadi siku, hatua hadi hatua nitakuwa nakuonyesha. Hapa tayari ndio tulipomwaga mbegu kama unavyoona. Yaani huwezi kuigundua bado kwa sababu haijafanywa usafi. Unaona, utaona tu ni kama vile yani majani, nyasi ambazo hazieleweki. Ila zikishafanywa usafi, tutachukua video tena nyingine zikishakuwa zimeng'olewa. Alafu kwa sababu kila wiki tutakuwa tunachukua video moja, kwa hiyo tutaona tu mpaka siku tunapokuja tukua tunaitoa mbegu kwenye kitalu. Utaiona mbegu itakapokuwa imependeza. Yaani mpaka utatamani kwamba iendelee kubaki hapo hapo. Hapo huwezi kuigundua mbegu, yaani utaona majani tupu. Sijui kama unaona hapo. Jamani, subscribe, comment, like, share. Tujue tunafanyaje jamani. Hichi ni kilimo kitunguu kama nilivyokuambia kwenye episode ya kwanza nilikuelekeza kwamba wewe endelea kufuatana nami. Yaani hivi ndo tumeanza mpaka siku tunakuja kusimamisha viroba vya vitunguu shambani. Tuko pamoja. Yaani kama wewe ni mdau, kama unapenda hichi kilimo, endelea kufuatana na mimi. Nenda YouTube, andika na Story Katamwa. Utapata matukio yote ambayo tunayafanya kupitia hii shughuli za kilimo cha kitunguu. Yaani hii itakupa darasa tosha kama unataka kujifunza nini maana ya kilimo cha kitunguu. Kilimo cha umwagiliaji hichi hakitumii mvua. Sisi hapa tunatumia maji, yani maji yale ya kumwagilia. Sasa unaona hapo mwenyewe. Uweze kuelewa kitu hapa. Wale ambao waliona episode ya kwanza, tulikuwa tumeseti vitaru mpaka tunamwaga mbegu, tunapiga maji, waliona. Sasa toka siku ile na leo angalia mabadiliko haya. Ni siku 16 toka siku ile mpaka leo. Ndio pako hivyo. Kwa hiyo maana yake tena kwenye episode ya wiki inayofuata patakuwa pazuri zaidi ya hivi. Usiache kucomment, kushare, kusubscribe. Sio vibaya kama nitakuonyesha na mazingira haya ambayo baadaye yatakuwa mazingira yetu pendwa. Yatakuwa mazingira rafiki, baadaye tutakuwa tunazungukia huku kila muda. Maana yake hapa tunaelekea shambani ambako tutakwenda kuzipeleka zile mbegu baadaye.
Maana yake tunaelekea kwenye jaruba. Tunaenda kukagua. Tuone shamba linahitaji maandalizi kiasi gani. Naona bwana hapa kuna vimaji kwa design kama nakunja suruali ili niweze kuvuka hapa. Kuna vimaji nakunja suruali. Ndo mambo ya bondeni, yani ndo mambo ya bondeni, mimaji kocho kila kona. Tunapita kwenye shamba la jirani, jamaa kalima mpunga hapa. Jirani kalima mpunga. Tunapita kwenye shamba la jirani. Jamani, haya ni maji. Sio umeona mimi nakanyaga. Nakanyaga maji, navuka maji haya. Unaona? Majirani hawa. Wamepiga mpunga, wamekubali ni hatari. Yaani huku hawaachi kitu huku. Shakwambia twende kwenye comment. Ukipenda wewe niambie kwamba hapa ni wapi nitakwambia. Njoo kwenye comment nitakushauri vitu vingi. Sio umeona jirani kalima mpunga. Mwenzako kampiga nne. Konstantini kwao. Si lengo, hapa tunapita yani nimeona ni kuonyesha mazingira ya kule tunakoelekea. Kwenda kuangalia shamba design gani naweza tukaanza kuliandaa ili mbegu inapotoka kwenye kitaru ije huku kwenye jaruba. Kwa hiyo tunaenda kukagua kwenye eneo letu la kazi. Kwa endelea kufuatana nami utajifunza mambo mengi, utaenjoy. Uangalie watu tunaishije. Sasa hapa tumefika kwenye mto mkuu, yani huu mto ndio una maji ya kuweza kugawa kwenye mifereji yote inayotumika kwa ajili ya irrigation. Huu ndo mto mkuu. Sasa design kama suruali yangu nimekunja kidogo. Alafu naona wenzangu maji yale yanafika kabisa kwenye magoti. Hapa hii suruali itaroa. Ngoja tena niikunje zaidi na mimi. Maana umeona? Nimekunja kidogo kweli visuruali vyenyewe hivi vya kisharobalo sio mnaita modo vijana sasa hivi. Inakuwa sio poa. Maji umeona? Huu ndo mto mkuu. Bado nakunja suruali wadau. Tuvumiliane, endelea kuangalia video usikatisha. Ila anyway acha nivuke hivyo hata kama ikiroa ndo kazi. Mambo haya yataki ubazameni. Hapa nakutana mgomba unakuja huo. Huo ngoja upite. Maji yanabeba vitu vingi. Ila endelee kufanya dua simu yangu sije kaondoka. Maji ni marefu kidogo. Ukiwa mtoto wa mama uvuki. Huu ndo mto mkuu. Hapo kwenye finishing sasa panatitia kweli. Ila nimetoboa. Asante Mungu. Useni mimi mwanzo muoga sana wa maji jamaa. Japo kweli kwa mafupi lakini nilikuwa na hofu. Hamna waweza nyinyi bwana. Yes. Ndio. Kwani mbona kama tumepotea? Tulipita njia tofauti. Tulipita ya kule kwenye bomba la maji kule. Okay sawa. Yep. Hapa tunapanda kidogo. Yep. Mbona huyu jirani mwingine na kalima maharage. Maharage. Unaona? Bado tunaelekea kule hatujafika. Ila tumeshakaribia manake kwenye hichi kipande kicholimwa maharage afu bondeni hapo chini ndio eneo letu ambalo inabidi tunaenda tukalikague tuangalie jinsi ya kufanya maandalizi ili tuweze kuweka zao pale. Naona bwana. Kule juu kama unavyopaona kule ndo kijijini kule, yani kwamba kule ndo makazi ya binadamu wanakoishi. Huku chini ni bondeni. Kipande chetu hichi hapa. Haisi huyu jamaa design alikuwa kalima mpunga huyo. Hicho na mimi nashuka. Wenzangu kaanza mimi nafuata. Parefu. Inabidi ushuke chini taratibu yani. Viatu nimeshika mkononi hapa, huwezi kuvaa viatu. Kuvaa viatu basi labda una viatu fulani vya kazi labda kama zebra mbusi. Eneo ndo hili Hussein. Huyu jamaa alikuwa kalima mpunga, maana yake huko inabidi tusafishe huko. Tutasafisha huko. Dogo atakuwa alipata mpunga kutosha. Hiyo mbona kama hajakata hicho kingine? Au uliharibika? Okay.
Hajakata hichi kipande kidogo cha mpunga huyo jamaa. Ndio mwingine kaulaza. Ndio na wale tu la kazi ile. Maana yake jamaa katoa mpunga, sisi tukitoka hapa tunakuja tunaweka kitunguu. Ile lote tunaloliona ile. Ile hapa. Tumesi kwamba ile mbegu inabidi kitoka kule ije hapa. Unaona bana, ni shughuli tu of course kubwa yani. Unahitaji na kuifanya una maandalizi ya kutosha, alafu pia uwe na muda. Kama huna muda inaweza kaa kipengele pia. Kama unakuwa unahitaji fresh nini, tunaenda kwenye comment kule tunaelekezana. Wenyeji wapo waaminifu. Kama una hela zako wanakufanyia shughuli zako kiuaminifu, safi kabisa, anaona shida. Namna hii unaona jamaa alikuwa kale mpunga. Naona jamaa hapo kwenye migomba huko. Huku babu ni kama South Africa, yani ukitaka hadi maepo huku unapata. Wewe twende kwenye comment tu nitakwambia huku ni wapi. Unaona mwenyewe. Nishakwambia nitoka mwanzo episode ya kwanza. Yaani hapa mpaka tunavuna. Tuko pamoja, sio achi kwenye point hata moja. Yes. Pande chetu si mwisho hapo, huko kwa jirani naye alikuwa pia kalima mpunga. Na hisi hajaupiga ila ndo keshavuna huu hapa. Huu ni mpunga shamba la jirani. Si cha kwetu mwisho hapa. Tutafanya maandalizi kuelekea huko. Baadaye huko kote nakuwa nikija na kamera utakuwa unaona vitunguu tu. Tena na maendeleo kufuatana. Unaivuta unaona sasa. Simona hebu njoo check usini kama Ulaya baba. Halo kweli. Unaivuta ya. Iko nne. Nzuri wa hii nchi jamani. Hii nchi ni nzuri eti wadau. Hii nchi ni nzuri mimi nakwambia ase. Huku ni pazuri ase. Simoje kimejengwa hao wote wakulima wa vitunguu hao. Simona? Wewe twende kwenye comment, mimi nitakuelekeza, nitakwambia hapa ni wapi. Ni pazuri mno. Watu wanakula bata huku. Watu wanapiga hela zao. Aise ni pazuri mno. Kweli nifuate kwenye comment. Nitakwambia hapa ni wapi. Huko hadi miti ambao inalimwa huko. Ziko sehemu fulani ambapo nikipita nitakuonyesha bustani za miti ambao utapenda ise. Ni unyama mno.